Mambo vipi? Time nyingine bana, tuko maeneo ya Silanga. Hii bana ni Kambe Mbwaka, ambako leo tumeamua tuingie street kuja kupatana na Sanzio Sanz. Ni msanii wa gospel ambaye anafanya vizuri na ngoma yake inaitwa Asante. Inakuaje bro? Asante sana. Uko fiti? Poa, nashukuru Mungu ni mwema bro. Kuna semaje maeneo ya Silanga? Uko kwema kabisa, kama unavyoona mazingira yametulia. Okay. Mtaa umetulia, yani amani kila mahali. Hivi kwa mfano mtu akiulizia sifa mbili za maeneo yako ili aweze kuja nzuri, unaweza ukampa sifa gani? Nzuri kwanza, yani maeneo yenyewe, mazingira yenyewe mtaani, yani hakuna siku yani utapata kumekauka sana, evergreen yani. Okay. Evergreen. Ndio. Alafu hata ukiingia mtaa hivi huwezi kosa mafruti. Ukiangalia heri, minazi, madafu, yani environment iko sawa. We love our home and our home is always best. Hizo ni mbili. Zile mbili ambazo mtu bana anaweza akafikiria mara mbili kuja, yani zile mbili mbaya. Okay, huku sana yani hakuna ile ubaya sana, kwa sababu hakuna uhuni, jambo la kwanza. Okay. Security iko sawa mtaani, security iko sawa. Ndio. Yani hakuna zile vitu vibaya zinaweza sema hata acha nisiende home. Okay. Senye wakule, lakini time ikifika unasema acha nifike mtaani. Kwa sababu gani? Hatujapata zile sifa mbaya yani za mtaani. Okay. Vijana ni sisi na tunajaribu yani security, kila kitu tunaweka sawa. Okay. So mimi hakuna, sioni kama kuna kitu kibaya sana mtaani. Mazuri yote ndio yako huku. Huku ni mazuri tu. Tuje kwa Sanzio Sanz. Hili jina limetokana na nini? Linakakaa jina la Kiitaliano fulani hivi. Okay, Sanzio Sanz yani is come from my real names yani. Okay. Yeah, so my real name is Sanscroft. Sanscroft. Yani Sanscroft ndio nikatoa ile Sanzio Sanz. So Sanz ndio ike Croft. Sasa Sanz ni ufupisho ile Sanscroft. Yeah. So Sanzio ni kama ile as-enhance. Ndio kuja Sanz ndio ikakuja Sanzio Sanz. Okay. Yeah, so Sanscroft inamaanisha nini? Unajua kila jina lina maana yake. Yeah, Sanscroft. Okay, Sanz tuseme Sanz ni mtoto. So Croft is it's a Greek name yenye inamaanisha mahali, yani kama vile umenunua then umeka fence. Okay. Yani it's like a structure yenye umenunua, umeka fence, umeka mifugo yako. Ndio. Yeah, it's like yani kitu yenye ni investment. Yeah, in form of a land. Yeah, yani umetoka mtaa vile umeenda mbali, umenunua mahali kule. Ndio. Yeah, umetengeza shamba yako, umenunua structure yako, umeka fence, yani hapa ni kwangu. Okay. That is Croft now. Ndio. Yeah. Tuje kwenye safari yako ya muziki wa gospel, ulianza lini? Okay, gospel sijaanza kitambo sana. Unajua nilitamani niimbe gospel, but by that time nilikuwa nikijaribu kuandika gospel hivi naona haipande yani. So nikakuta najisumbua. But ikakuja sasa just by grace. Ikabidi sasa niachane na mambo ya dunia. Okay. Nirudi kwa Bwana Yesu. Mwaka gani huo? Okay, hiyo ilikuwa mwaka juzi ya. Uliona mkono wa Bwana? Ndo nikaanza kuenda kanisa. Sasa ile kuomba, kuabudu, kuworship pale kanisani, ndo kapata ile inspiration. Sasa ndo kaenda polepole. Okay. So early this year ndo nikaanza sauto ukipiga prayer hivi nasikia tu kilala hivi nyimbo zinakuja za gospel. Ndio. Yeah, unaweza kuwa umelala unaota kama unaimba nyimbo injili. Okay. Sasa ikaanza kuinspire hivyo, ikasema okay, hii kitu naweza ota na niimbe, why niimbe peke yangu kwa ndoto? Ndio. Kwa nini nisifike studio pia nikaimba wengine wakaisikia? Okay. So ilianza tu hivyo. So early this year ndo nimeanza muziki wa gospel. It's like an inspiration. Okay. Yeah. Ngoma ya kwanza imetoka mwaka gani? Imetoka huu mwaka, lakini mwezi gani? Okay, hii imetoka this year, last month hapo. Sasa hii kwa mtandao iko na kama 2 months. Okay. Yeah. Wasanii gani wa gospel ambao unawaangalia sana unasema one time nataka niwe kama hawa, ama ikitokea siku moja nikipata nafasi ya kufanya kazi nao itakuwa bora zaidi? Sana wa Guardian Angel. Okay. Yani Guardian Angel yani kama ndo mzazi wangu yani. Natamani tu one day tu nikifika Kanairo hivi kutane naye. Kitu gani ambacho yani unakipenda kwa Guardian Angel? Guardian Angel yani hata nikikumbuka yani his past music na hata life story yake. Mtu mwenyewe ametoka kwa street. Okay. So alitoa amenukia yani kwa rich families nini. Yani mtu ameanza chini kabisa tukimuona. Na pale mahali amefikia ameinspire kwa even naye. Naweza anaweza kuwa kama yeye, ama anaweza fika level amefika. So amenipatia yani inspiration fulani Guardian Angel. Okay. Yeah. Tukizungumzia ngoma yako moja ambayo sasa hivi pia inafanya poa, Asante, ni audio. Yeah. Plans zingine za kuja na project zingine, ama pengine kama kuna plans za kuja na video?
Okay, kwa sahii kuna video tutashughulikia very soon but it's a matter of time pia. Ndio. But pia kuna audio sahii latest tuenda ku release kama next week hivi. Okay. Yeah, ni collab fulani hiyo. Collab umefanya na msanii wa gospel ama msanii gani pengine? Okay, collab nimefanya na Kaka Brayo Malindi pale. Inakuja mtindo wa bango ama maana Kaka Brayo yuko kwenye bango sana. Okay, hiyo ni gospel. Okay. Sign of a Zuku style. Okay. Inakuja audio pia. Inakuja audio pia. Then after hiyo tutafanya project ya video. Okay. Yeah. Kuna baadhi ya watu husema kwamba wapo wasanii ambao wanafanya gospel lakini hawajaokoka. Wengine wakiwajaji baadhi ya wasanii hata na muonekano wao. Okay, according to me injili yani tuseme iko ndani yako. Okay. Unaona? Okay, iko ndani yako. So that's why nimekueleza kitambo. Nilitamani niimbe gospel but sikuwa nimeokoka and I didn't make it. Nilijipata nataka niandike lakini siwezi. So after kuwa saved yani after kumkubali Jesus in my life. Ndio sasa nikapata ile sasa ndo naweza imba gospel. So according to me naweza sema yani hata wewe kama hujaokoka unajaribu uimbe gospel bado haiwezi ikashika. Okay. Lakini kama wewe umeokoka yani Yesu ako ndani yako, ukiimba kitu mwenyewe itakuwa imetoka ndani yako. So ile lazima yani real gospel inajulikana. Okay. Yeah. Nataka tumalizie na hapo, uambie mavijana ushauri, kwa sababu wewe ulikuwa upande wa kushoto alafu ukaona mkono wa Bwana. Lazima kuna kitu ambacho yani sasa hivi kiko ndani yako ambacho unaweza ukakitumia kushauri mavijana. Naomba washauri mavijana. Okay, vijana especially yani vijana siku hizi bwana, tusidepend sana yani na kuenda na moods ama na ile okay, let's say yani ile kigroup yani unapata tufanye hivi tufanye. Okay, kama kijana mtaani ama kama kijana mahali popote, kaa peke yako, jitafute wewe mwenyewe unataka nini katika maisha yako. Usikae ile vikao vingi, kaa peke yako, jitafute unataka nini. So after umejiuliza unataka nini, future yako atakaikuwe vipi, sasa angalia ile watu wenye unaweza kaa na wao. Okay. Sio vijana wote ukiwa na mtaani hai lazima ukae na yeye. Unaona? Ndio hii kukaa sana magroup na I just naambia vijana yani waache ile. Okay. Ile ukishaanza kukaa peke yako utaanza kujitafuta kama wewe. Ndio. Yeah. Okay. Na pia mambo mengi yani hazitakupata kama kijana. Okay. So kijana, take your time, kaa peke yako. Haina haja yani ukae na watu saa yote group nyingi. Kaa peke yako. Hivyo tu, ukishakaa peke yako utajifikiria kama wewe. Okay. Nanipata lakini kama ulipata. Nakuelewa vizuri, nakuelewa vizuri. Hivi changamoto ambazo wewe kama kijana lakini pia kama mwanamuziki wa gospel unazopitia kwenye hii tasnia ya muziki wa gospel ni kama gani na gani? Okay, changamoto ni nyingi sana. Especially yani unapata pia ile kwa kupata mafans vile. Ndio. It's one of the changamoto. Okay. But sana mimi yani nilichoose kufanya huduma ya Mungu. Ndio. Na mimi palipo na Mwenyezi Mungu mbele, na mimi kila kitu kitakuwa sawa. Okay. Yeah. Wapo wasanii ambao walishaingia kwenye gospel alafu wakatoka karudi kwenye secular. Hiyo sasa nayo hiyo. Bro. Tutarajie kwamba siku moja kila kitu kama hiyo. Na unahisi inachangiwa na nini? Okay, hiyo ni tamaa tu, tamaa. Nuna tamaa ni mbaya sana. Yeah, tamaa. Okay. Alafu na hiyo ya kuwa bado hujajitafuta kwa unahitaji nini. Ile yani unakaa na watu wenye kama venye nimesema ile kukaa na groups. So unaenda studio, ukifika studio pale unapata kuna wasanii wa secular. Alafu jamaa amekwambia tufanye collab. Sasa hata mwenyewe utachanganyikiwa. Sasa hata nikifanya collab tuseme yani msanii fulani vile unawajua wewe wa secular, unapata na studio pale, umependa muziki wako, unakwambia tufanye naye collab. Sasa wewe inaanza vile. So ukishajua mwenyewe yani unafanya huduma ya Mungu na unatafuta nini katika injili ama katika nyimbo zako, huwezi ku involve yani kwa hizo eti umetoka kwa gospel then ingie kwa secular. Okay. Sasa tamaa tu. Tamaa ndo zinawasumbua. Safi bana, sisi tumeshukuru sana kupiga story na Sanz, lakini kabla tuondoke kuna goma fulani la kushukuru ambalo ni muhimu sana kwa kila kitu unachopitia. Hakikisha kwamba unatanguliza neno asante, sio tu kwa watu waliokuzunguka lakini hata kwa Mungu. Asante na maana kubwa. Situpite na hii akapela alafu tuondoke. Sio. Bwana nasema ni asante kwa wema wako. Bwana nasema ni asante kwa ulinzi wako. Bwana nasema ni asante kwa wema wako. Bwana nasema ni asante
kwa ulinzi wako. Oye, asante sana kwa kutufuatilia, sisi tunaondoka, na asante pia kwa wale ambao wamekuwa nyuma ya kamera kuhakikisha kwamba bana hii exclusive inaweza kuwafikia wengi zaidi. Kwenye mitandao wanakucheki vipi? Sanzio Sons, kila mahali Sanzio Sons. Okay. Ya Facebook Sanzio Sons, YouTube Sanzio Sons. Ya kila mahali Sanzio Sons. Okay. SANSCIO. Alafu Sons SANZ. Okay. Yeah. Shukrani sana bro kwa time yako bana. Oye, mimi naitwa Dula wa Ghetto. Hii hapa ilikuwa ni moja exclusive toka maeneo ya Silanga. Oye. Fuatilia na uhakikishe kwamba una subscribe ili familia izidi kuwa kubwa zaidi. Asante sana.